Habari ndugu, jina langu ni Mwalimu Elisha Emmanuel wa Precious Hope TV. Na siku ya leo tuna program nyingine ya Sema Nasi tukiwa kwenye siku nyingine tena. And I hope today kuna kitu tutajifunza. Na tukienda moja kwa moja kwenye kitu ambacho tutajifunza leo. Natamani leo tuangalie mada inaitwa kanuni ya uendelevu. Kwa Kiingereza wanasema the law of consistency. Uendelevu ni tabia mojawapo ya mafanikio au ni tabia mojawapo ya kufanikisha mambo kwenye maisha. Kila mtu kwenye maisha yake anatamani kufikia aina fulani ya matokeo. Kila mtu kuna mambo anatamani kuyapata kwenye maisha, lakini watu wengi ni watu ambao wanaanzisha mambo ila sio watu wanaotimiza mambo. Mafanikio huwa hayaji kwa kuanza mambo, ila mafanikio yanaanza kwa kuendeleza jambo na kwa kutimiza jambo. Utakuja kugundua mwanzo wa kila mwaka ni watu wengi sana ambao wanapanga mipango mipya kwa ajili ya miaka yao. Either kama juzi tulikuwa na mwaka 2025, kila mtu alikuwa anapanga kwamba natamani niwe na hiki, natamani nifanye hiki, nifikie hapa. Kila mtu alikuwa na malengo mazuri. Lakini ukija kuangalia mpaka mwisho wa mwaka ni wangapi waliotimiza na ni wangapi walioendelea kwenye yale malengo mpaka kuyafikia ukamilifu wake, utakuja kugundua ni wachache. So unakuja kujifunza kwamba siri mojawapo iliyofichika kwenye kufanikisha jambo lolote kwenye maisha haijafungamanishwa kwenye kuanza jambo. Kuanza ni jambo lingine, kuendelea ni jambo lingine, na kukamilisha ni jambo lingine. Leo nitakupa siri nzuri ambayo itakusaidia kuyaendeleza mambo na kuyafanikisha. So, kitu kikubwa kinachomsaidia mtu kufanikisha chochote, iwe ni biashara yako, iwe ni any place, anywhere, ni nguvu ya uendelevu, consistency. Ni kuambia nini maana ya consistency? Consistency au uendelevu ni ule uwezo wa kufanya mambo kila wakati kwa wakati husika. Kama ni jambo lako ambalo linakuhitaji ufanye kila siku, kama ni jambo lako linalokuhitaji ufanye kila wiki au kila saa, ni uendelevu ni namna ya kufanya jambo kwa ule muda uliojiwekea bila kuacha, hata kwa siku unazojisikia kufanya na kwa siku usizojisikia kufanya. Wazungu wanasema is the ability to show up every single day, even those days when you feel it and those days when you don't feel like doing it. Kwa uendelevu ndio sifa ya watu wakuu. Watu wakuu hawaishi kuanzisha mambo. Watu wakuu huyaendeleza mambo na kuyakamilisha. Tunaona hata mfano mzuri ni Mungu wetu aliyetuumba. Mungu anasema kazi njema niliyoianzisha ndani yenu ndiyo nitakayeitimiliza. Maana yake Mungu anajua ushindi wa watu kwenye maisha sio kuanzisha mambo, ila ushindi wa watu kwenye maisha ni kutimiza mambo. Ndio maana leo watu hawapewi vyeti kwa kusoma shule, ila watu wanapewa vyeti kwa kumaliza shule. Maana yake kuna satisfaction, kuna utoshelevu, kuna ushindi katika kumaliza mambo zaidi ya kuanza mambo. Kuanza biashara ni jambo la kwanza, kuanza familia ni jambo la kwanza, kuanza uwekezaji ni jambo la kwanza, ila kuendelea na kutimiza ni jambo lingine. So mambo yote yaliyofanikiwa ni mambo yaliyowezeshwa kuanzishwa na kuendelezwa. So kila unayemwona amefanikiwa kwenye eneo fulani ni mtu aliyewahi kuanzisha jambo akalitimiza. So wengi walioshindwa kwenye maisha ni watu walioanzisha lakini walishindwa kumaliza. So matokeo na mafanikio ya watu usiyapime kwenye kuanzisha jambo. No, yapime kwenye uendelevu na ukamilifu wa jambo. Kwa sababu ushindi uko kwenye kutimiza, lakini utimilifu unatokeaje? Kwenye uwezo wa kuendelea. Kuendelea, kuna siri kubwa sana kwenye kuendelea. Kwa sababu mambo mengi sio magumu kwenye kuanza, ila ugumu wa mambo uko kwenye kuendelea. Kwa sababu hata ukiangalia hata biashara kuanzisha ni rahisi, kuwa na wazo ni rahisi, lakini ugumu au mchakato mkubwa unakuwa hapa katikati kwenye uendelevu. Na mtu atakayevuka kwenye kiwango cha uendelevu ni lazima huyo mtu akamilishe kile alichokianzisha. Sasa ni nini kitakachotusaidia kuwa waendelevu na kukamilisha mambo? Ni kitu kinachoitwa nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa mtu kujizatiti kwenye kile anachotakiwa kufanya zaidi ya kile anachojisikia kufanya. Kuna mambo unajisikia kufanya na kuna mambo unatakiwa ufanye. Nidhamu ni kufanya mambo unayotakiwa kufanya na sio kufanya mambo unayojisikia kufanya. Leo mtu unaweza ukawa umejiwekea nidhamu ya kwamba natakiwa niombe Mungu au natakiwa nifanye jambo fulani kwa masaa mawili, lakini inaweza ikafika wakati unapotaka kufanya hilo jambo bado mwili wako unaweza ukawa umechoka au hujisikii kufanya, lakini nidhamu ni kufanya hata kama haujisikii kufanya. Na nidhamu ni kitu kigumu sana kwa watu wengi. Ndio maana ukiangalia nidhamu ni tabia, na nidhamu inajengwa kama
tabia zingine zinavyojengwa. So mtu anapokosa nidhamu, huyu mtu hawezi kuendeleza mambo. Ndio maana ukiangalia changamoto kubwa ya watu ambao wameanzisha mambo ila hawajayatimiza ni watu waliokosa nidhamu. Nidhamu na uendelevu ni vitu viwili vinavyoenda pamoja. Mtu hawezi kuwa na uendelevu wa mambo kama ana nidhamu, kwa sababu nidhamu ni kuamua mambo gani ufanye ili utimize ulilotakiwa kulifanya na mambo gani usifanye. Kwa sababu nidhamu itakuamulia mambo gani usiyafanye ili ufanye lile ambalo unatakiwa kulifanya. So kitu cha msingi ni kujenga nidhamu. Unajengaje nidhamu? Unajenga nidhamu kwa kujitengenezea mfumo. Mambo yanayotuamua kwenye maisha yetu ni yale mambo ambayo yametoka kuwa tabia, yametoka kuwa taratibu, kuwa desturi, yamekuwa mifumo. Mfumo ni mgumu sana kubadilisha. Ndio maana hata serikali ni watu wanasema serikali ni mkono mrefu. Ni kwa nini? Kwa sababu serikali ina mifumo. Utasikia kuna mfumo wa Wizara ya Fedha, utasikia kuna mfumo wa Wizara ya Afya. Ni vitu ambavyo ni mfumo ambao unasimamia kitu fulani. Na sasa ni rahisi kwa mtu kuwa na nidhamu pale ambapo anatengeneza mfumo. Mfumo gani? Mfumo wa kujitengenezea kuenda kwenye ratiba, kufanya vile ambavyo mtu umeweka mpango wako kama anafanya kitu fulani, nafanya kitu fulani. Zaidi ya hapo, malengo yote ambayo tumeyapanga, matamanio yote ambayo tunayo yatabaki kuwa matamanio, yatabaki kuwa ndoto, yatabaki tu kuwa mambo ambayo tumeandika, lakini hatutakuwa na uhalisia wa yale mambo ambayo tunatamani kuyafanikisha. So uendelevu ni sifa ambayo inahitajika mtu awe nayo ili kufanikiwa. So nitakupa sababu ya pili kwa nini uendelevu ni kitu cha msingi. Kitu cha pili, uendelevu ni sifa ya kiroho. Nataka ufahamu kwamba mtu ni kiroho sana. Mtu ni kiumbe cha rohoni kinachoishi kwenye mwili. Kwa mwili sio, ndio maana utasikia mtu anasema kichwa changu kinauma. Huyo mwenye kichwa yuko wapi? Meaning to say ni kwamba sisi ni roho. So mambo mengi yanayoamua maisha yetu ni mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni huweza kuonekana kama ni mambo ya kupuuzia, kama ni mambo ambayo kwa sababu hatuyaoni haimaanishi kwamba hayapo. Kitu ambacho ukioni haimaanishi kutokukiona kwamba hakipo. No. Uwepo wake hata kama hauonekani ila upo, kwa sababu kanuni zinazotuongoza nyingi ni kanuni za kiroho, kwa sababu mtu by nature, mtu ni roho. So consistency au uendelevu ni jambo la kiroho. Kwa maana gani? Kadri mtu anavyofanya jambo kila wakati, ndipo siku tunakuja kusema huyu mtu ana tabia nzuri. Huyu mtu, mimi tabia yangu kila siku asubuhi lazima niombe. Mimi kila siku asubuhi lazima nifanye usafi. Mimi kila siku asubuhi lazima niandae kitu fulani. Ni kwa sababu yale mambo tumeyafanya kiasi kwamba yameshahama kuwa mambo yanayoamua miili yetu, ni mambo sasa yanayoamua roho zetu. Systems zinazoongoza roho zina nguvu kuliko systems zinazoongoza mwili, kwa sababu by nature we were formed by the spirit and not by the flesh. Tumetengenezwa kwa roho zaidi ya kutengenezwa kwa mwili. So mtu anapofanya mambo kwa uendelevu anavutia roho au anavutia viumbe vya rohoni. Kama ni mtu ambaye anatengeneza nidhamu ya kufanya either kusoma kila siku au nidhamu ya kufanya mambo ya Mungu kama kuomba, vitu kama hivyo kila wakati, huyu mtu anaanza kuvutia, na sio tu mambo mema, hata mambo mabaya. Hata mtu anayeiba, mtu akiiba siku ya kwanza anakuwa ameiba either kwa tamaa yake au anahitaji hicho kitu na maana ameamua kuiba. Lakini huyu mtu akiendelea kuiba, mwisho wa siku viumbe vya rohoni au roho ya wizi inakuja kuvutiwa na yule mtu, kwa inaanza kumbackup au inaanza kumpa nguvu. Kwa inakuwa sio mtu tena anafanya kazi, ila inakuwa ni nguvu ya roho inayomfanya huyu mtu kufanya hicho kitu. Ndio pale sasa huyu mtu anahama kuwa kufanya kitendo, hicho kitendo kinakuwa yeye. Ndio maana tunasema huyu mtu ni mpole, huyu mtu ni mkali, huyu mtu ni mwizi. Maana yake ni tayari hicho kitu kimeshajenga sifa ndani yake. So namna ya kuifanya nidhamu na kufanya consistency au uendelevu kuwa sehemu ya maisha yetu ni kukifanya kila siku. Mwanzoni itakuwa ni vigumu, lakini as you are going, kadri unavyoendelea unatengeneza mfumo. Session inayofuata nitakuelezea namna ya kutengeneza mfumo wa nidhamu, kwa sababu kila kitu ili kiwe imara ni kitu kitakachotengenezewa mfumo. Ndio maana uimara wa jengo sio muonekano wake, ila ni msingi. Kwa sababu gani? Msingi ndio uimara. Neno la Mungu linasema ikiwa msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana yake system zile zinazoshikilia, kwa sababu kitu chochote kilicho imara kimeshikiliwa au kimeimarishwa na mifumo fulani. So kila kitu kwenye maisha yetu kinategemea na mfumo, na ule mfumo unaujenga wewe.
Yani hata kama nitakapokufundisha kama hivi ninavyokuambia, inabaki kuwa jukumu lako la wewe sasa kuyafanya yale mambo kwenye uhalisia wake, kuyaleta kwenye vitendo, kuyafanya kuwa kitu halisi kwenye maisha yako. Kwa sababu the more unavyofanya kitu, kadri unavyofanya kitu, unatengeneza mfumo. Ndio maana kuna mambo mwanzoni wewe ulikuwa huwezi kuyafanya, lakini kadri ulivyokuwa unayafanya, mwisho wa siku sasa hivi hamna anayekusukuma, ni kama yanatoka. Namna pekee ya kufanya mambo yajengeke kuwa sehemu yako ya maisha ni uyafanye yale mambo mpaka yale mambo yaanze kukufanya wewe. Yaani maanisha yafanye yale mambo mpaka yale mambo yaanze kutoka nje yako. Biblia inatuonyesha vizuri, inasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. So namna pekee ya kufanya ujue kitu fulani ni kitu chako, ni inatakiwa ukifanye mpaka kikujaze. Na utajuaje kimekujaza? Mpaka kianze kutoka. So the moment unaanza kuwa na mtazamo chanya, the moment unakuwa na nidhamu ya kazi, the moment unakuwa na nidhamu ya kupenda mambo ya Mungu, the moment unakuwa na nidhamu ya kufanya mambo yako ya kujiboresha, pale utakapoanza kufanya yale mambo mpaka ndio inakuwa namna yako ya maisha, namna yako ya kuongea, namna yako ya kufikiri, pale ndio ambapo kile kitu sasa kinakuwa kimejengeka kuwa sehemu ya maisha yako. So hakuna mafanikio bila nidhamu, hakuna mafanikio bila consistency, hakuna mafanikio bila uendelevu. Kuna mtu mwenye hekima mmoja akasema, itakuhitaji nidhamu kuanza jambo, ila itakuhitaji consistency kuendelea na kutimiza jambo. Maana yake itakuhitaji nidhamu kuanza, ila itakuhitaji uendelevu kuendelea na kutimiza. So kumbuka, ushindi na matokeo ya watu si kwenye kuanza mambo. Washindi hawatambuliwi kwa kuanza pambano, washindi wanatambuliwa kwa kumaliza pambano. So kuna kushinda mambo kunakoletwa na kuyakamilisha mambo. Kuna mtu mmoja akasema, utashindwa hatua nyingi usizozichukua. Yani hatua ambazo utazichukua kwa 100% au kwa asili ni umeshazishindwa, kwa sababu hujawahi kuzifanya. So I encourage you na kuhimiza kwamba yale malengo ambayo unayo kwa mwaka huu wa 2025 yasibaki kuwa malengo, kuwa maandishi kwenye diary zako. Hatupangi malengo ili yawe maandishi mazuri kwenye diary zetu. Tunapanga malengo ili yatuamishe maisha yetu. Namna pekee ya kuyafanya maisha yako kuwa bora ni kwa kufanya mambo bora yatakayokufanya kuwa bora. Kwa sababu mambo bora hayatoshi mpaka yamemtengeneza mtu bora. Kitu kinachotufanya tuamini aina ya mambo ni kuwa na ushahidi wa yale mambo yakiwa yameishi kwenye maisha ya mtu. Leo tunavyosema kupaa kunawezekana ni kwa sababu kuna mtu aliwahi kuonyesha hiyo kanuni ya kupaa mpaka ikatokea. Nilikuwa nasoma historia ya wale waliotengeneza ndege wanaitwa Wright Brothers. Kipindi walipokuwa wanaleta nadharia yao ya kwamba jamani, tunaweza kutengeneza usafiri utakaoweza kuelea hewani na kusafiri hewani, watu waliwapinga. Lakini mpaka leo tunaamini na tunatumia ndege ni kwa sababu kuna watu walisha prove kwamba usafiri wa ndege unawezekana. Hayo mambo ambayo unayo kama malengo yako, hayo mambo ambayo unayo kama shauku zako, hata kama kuna watu hawajawahi kuyafanya, wewe ukiamua kuyafanya, you can prove to your world, unaweza ukayaaminisha dunia yako kwamba yanawezekana kwa wewe kuyafanya. Ila itawezekanaje? Kwa mambo makubwa mawili niliyokuonyesha leo. Uendelevu, yani consistency, na discipline kwa maana ya nidhamu. Hizi ni nguvu kubwa, na kuambia ukweli itakuwa ni namna ngumu sana kwa mwanzo unapoanza, lakini haimaanishi kuwa ngumu usifanye. No. Mambo mengine yanayotufanikisha kwenye maisha ni yale mambo ambayo tunayafanya ila hatuyapendi. Sio kila kitu kinachomfanikisha mtu ni kitu anachokipenda. No. Kuna mambo unayafanya huyapendi kwa sasa, lakini ili uje ufanikiwe kwenye chochote inabidi uyafanye mpaka uyapende. Hamna mtu ambaye anapenda nidhamu. Kufanya kitu ambacho unafanya kuna wakati mwili wako upendi. Unaamka muda ambao upendi kuamka, wenzako wamelala, unatamani na wewe ungelala, lakini unaamka kwa sababu ni kuna kitu unatamani ukifanikishe. Maisha siku zote huhitaji kufanya chochote ili ufeli. Maisha kwa asili yametengenezwa ili kutufelisha. So tunaweka juhudi ili kutengeneza mafanikio. Kwa mafanikio hayaji tu by automatic, hayaji tu kwa asili. No, mafanikio yanakuja kwa kufanya aina ya mambo. Na mtu atakayejua kanuni za mambo ni mtu atakayeweza kufanikisha mambo. So we need to know things. Tunatakiwa kuyajua mambo kwa kujua kanuni zake, nini tufanye na nini tusifanye. So I encourage you na ninakuhimiza tutengeneze kanuni, tutengeneze mfumo wa nidhamu, tutengeneze mfumo wa uendelevu, kwa sababu huu utaframe maisha yetu kwa namna tunayotaka kwenda, kwa mahali tunapotaka kufika, na tutakuwa bora sana kuliko tulivyo leo
kwa kufanya aina fulani ya mambo. Kwenye sessions zilizopita niliwahi kukuambia ili uwe mtu fulani kuna mambo yatakuhitaji uyafanye na kuna mambo yatakuhitaji usiyafanye. So ili uwe bora kuna mambo unatakiwa uyafanye, na miongoni mwa hayo nimekuambia ni uendelevu kwa maana ya consistency na nidhamu kwa maana ya discipline. Sijui kama kuna kitu umejifunza, unaweza kaniandikia hapo chini kwenye comment na mimi nitapenda kusoma comment yako nzuri. Jina langu ni Mwalimu Elisha Emmanuel na hii ni Precious Hope. Tunasema hope for the changes, maana yake tunasema tumaini la mabadiliko. Tunaamini ya kwamba utabadilika na unaendelea kubadilika kwa sababu sisi tunakuona wewe kama mtu uliye bora, and tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Endelea kutuandikia hapo chini, usisahau kulike, comment na kushare kwa ndugu zako. Tutaonana wakati mwingine. Thank you.